Huyo mjomba anaitwa Pablo Escobar na kazi yake ni kuingiza bidhaa haramu ndani ya nchi ya Colombia. Leo hii mwamba amekuja na bidhaa nyingine ambazo inabidi zingie nchini, ila kuna polisi mmoja hivi ambaye ni mpya kazini. Mwamba anamkazia Pablo na hata anataka kuzikamata gari zake. Hapa Pablo akawatajia majina yao wote, sehemu ambazo familia zao zipo na hata sehemu ambazo wazazi wao wanatibiwa. Kisha Pablo akapata option mbili, aidha awapatie hela ili waungane naye au akasimalize familia zao. Mapolisi hao baada ya kusikia hivi wakamruhusu Pablo kuingia nchini na bidhaa zake. Mjomba anatoa option tu, ni wewe tu kuchagua. Upande mwingine huku tunamwona mwamba ambaye anaitwa Mateo au Cockroach. Huyu ni mtengeneza madawa ndani ya nchi ya Chile, ila hapo amekamatwa kwenye operation maalum ya kuwakamata watengeneza madawa kulevya ndani ya nchi ya Chile. Wajomba wanachapa shaba, ila kitu cha kushangaza Mateo akatoka hapa akiwa hai. Na baada ya Mateo kupona, mwamba kaona ni bora hamia Colombia yeye na familia yake, na huko ndipo Mateo alipokutana na Pablo Escobar. Mateo akamwelezea Pablo biashara yake ya kutengeneza cocaine. Pablo yeye akamwelewa Mateo, ila mjomba akatoa wazo hizi dawa akaziuza Marekani, kwani huko bei yake itakuwa juu zaidi. Mateo akalikubali wazo la Pablo Escobar, na siku iliyofuatia Pablo akaenda sehemu ambapo Mateo anatengenezea madawa yake, huku akafunga mzigo wake wa kwanza wa kilogramu 50 za cocaine. Mateo yeye aamini na hata anajiuliza mzigo mkubwa kiasi hiki utasafirishwaje, ila Pablo akanunua magari matatu, kisha akaficha madawa ndani ya gari, alafu akasafirisha bila kushtukiwa. Na kwa mara ya kwanza Pablo akaingiza hela nyingi sana ambazo hajawahi kuzishika tangia azaliwe. Uchu ukazidi kumsonga Pablo. Mjomba akamtafuta Marekani moja hivi ambaye anaitwa Lion. Huyu akampatia koti ambalo anaweza kuficha madawa ya kulevya na mwamba asikamatwe. Na kweli kabisa, Lion akaingia ndani ya nchi ya Marekani bila kukamatwa. Mwamba akauza madawa kisha akapeleka kibunda kwa Pablo. Lion yeye akanapiga trip 20 kila mwezi, ila hili baada alikumridhisha Pablo. Mjomba akaanza kusafirisha madawa ya kulevya kwa kutumia malori ambayo juu yake anaweka viazi, alafu kwenye matairi ya gari ndio anapaki madawa. Lion na yeye akajana dia mpya. Mwamba akajira wasichana ambao watakuwa na meza madawa na kusafirisha hadi Marekani, alafu atakuwa analipa $15,000. Hivyo njia zao za kusafirisha madawa ya kulevya zikazidi kuongezeka. Ndugu yake Pablo ambaye anaitwa Gustavo na yeye akatafuta ndege ambayo akatoa vitu vyote na kupakia mzigo wa madawa. Kisha ndege ikafika Marekani. Watu wa Pablo Marekani wakafunga barabara, alafu ndege ikatoa barabarani. Wajomba akapakua mzigo bila kushtukiwa, na kwa kupitia njia hii ya ndege Pablo akaona kibunda kirefu sana kiasi cha kwamba akahana pa kuziweka, hivyo wakazifikia chini, na hata makocha ya mamake na Pablo yakajazwa vibunda, hivyo wamba wanakajua vibunda tu. Sasa uuzaji wa madawa wengine baada ya kuna Pablo anafanikiwa, wajomba akaja kwa Pablo na akamuomba ungane naye. Pablo akakubali, kwani anajua kabisa muunganiko ni nguvu. Alichokitaka yeye ni 50% tu ya faida na kusafirisha itakuwa juu yake. Hamadoni wakakubali, kwani hizo hela ni ndogo sana kwao. Hivyo sasa timu ya Pablo imeshakuwa kubwa. Sasa baada ya biashara ya Pablo kuzidi kuwa kubwa, matatizo nayo yakaanza kuibuka. Wa kwanza ni Mateo. Mjomba akaona Pablo anapata hela nyingi sana kumzidi yeye, ambaye anaishi huko porini akitengeneza madawa. La pili ni gari za Pablo Escobar zikakamatwa na mapolisi. Pablo akaenda huko polisi, na huku akaanza kulaumu hao mapolisi, kwani huwa anawalipa hela zake ila bado wamekamata gari zake. Kapteni wa hapa akamwambia Pablo hela ambayo anapatia ni ndogo sana ukilinganisha na faida ambayo anaipata. Pablo akaja moja kwa moja kwa kuna msaliti ambaye amemsaliti, kwa inawezekani mapolisi kujua faida ambayo yeye anaipata. Pablo akamwambia yeye atapata $1,000,000 ila wamtaje jina la mtu ambaye amemsaliti. Hapa Pablo akatajiwa Mateo, na kitu ambacho kilimkasirisha zaidi Pablo ni baada ya kugundua kwa Mateo ameanza kusafirisha madawa hadi Miami bila yeye kufahamu. Sasa upande mwingine huko watu wa Mateo wanaonekana wanafanya biashara ya madawa bila kujua kwa watu ambao wanauzia ni mapolisi, na huu ni mtego tu. Ila kabla mapolisi hawajakamata, wafuasi wa Pablo wanakuja hapa na kumaliza kazi. Ila kwenye hili tukio mtu mmoja Pablo alikamatwa na mwingine alikatwa moto. Huyo aliokamatwa mahakama ikasema ili achiwe inabidi alipe $2,000,000. Pablo yeye atupi watu wake, mwamba akalipisha kibunda, alafu huyo mwamba yeye akaondoka Colombia. Pablo akamkamata Mateo na hapa akammaliza, kwani amemsaliti. Pablo yeye huwa apende kabisa usaliti. Sasa kadri siku zinavyozidi kwenda, Pablo akaona hela nyingi sana na hana pa kuziweka. Hapa mwamba akaona taksi nyingi sana ambazo nazo ziko zinamwingizia kibunda. Wenzake na Pablo wao wakaona migodi ya madini, farasi na picha mbalimbali ambazo ni za gharama kubwa sana ili serikali isiwashtukie. Upande mwingine huku kuna kikundi cha magaidi ambacho kinaipinga serikali. Hapa kina plani kumteka mwanafamilia mmoja wa watu ambao wanauza madawa ya kulevya, alafu itisha kibunda, kwani wao wanaamini kabisa hauza madawa
kulevya hawashindi kupatia hela ambayo wao wanaitaka. Wajomba mwanzoni waliplani kuteka familia ya Pablo, ila wakaona Pablo anapendwa sana na jamii, hivyo wakairisha. Hawajomba wakaenda kumteka mke wa Ochoa ambaye huyu anafanya kazi na Pablo. Hili tukio likamkasirisha sana Pablo pamoja na wenzake. Wamba kaitisha kikao cha dharura, na hapa akaplani kutengeneza kikosi maalum ambacho kitakuwa kinadili na utekaji, kwani sasa wameshaanza kuandamwa. Hii taarifa ikafikia wale wauni ambao wamemteka mke wa Ochoa. Wajomba akijua kabisa kwani lazima Pablo atatafuta na atawamaliza, hivyo pisifu kabisa wakamwacha mke wa Ochoa bure kabisa. Ila licha kufanya haya yote, Pablo akawakamata. Hapa akawaambia hata wamaliza anachowataka na umfanyie kazi. Hawajomba wakakubali. Sasa kuna mwamba mmoja ambaye ni muuzaji wa madawa ya kulevya amekamatwa, na hapa yuko mahakamani. Judge kabla hajatoa hukumu, kuna ujumbe ambao anaosoma hapa. Mwamba akavaa maski kisha akaenda kutoa hukumu, na hukumu yake ni miaka 135 jela, tena katika nchi ya Marekani. Mjomba anasoma hukumu huku akiwa amevaa maski kwani hataki atambulike. Na hapa ndipo tunagundua ile barua ambayo judge alikuwa anasoma ni barua kutoka kwa Pablo, ambayo alikuwa anamtaka judge asipeleke huyu mwamba katika magereza ambayo yapo nchini Marekani. Ila judge yeye hajamsikiliza Pablo, yeye amefanya kitu ambacho ni haki. Siku hii judge alipotoka mahakamani, mwamba akapanda kwenye gari yake, na hapa gari lake likalipuka. Pablo ameshafanya kazi yake kwani judge hajatia amri yake. Okay, sawa. Baada ya miaka kadhaa kupita, utajiri wa Pablo ukazidi kuongezeka hadi dola bilioni 5. Ila licha mwamba kuwa tajiri, hakupasao nyumbani kwao. Mjomba akawajenga nyumba maskini pamoja na kupatia kibunda. Pia Pablo akajenga zoo kijijini kwao kujili ya watu kutalii. Watu wote wa nyumbani kwa kina Pablo wakawa wanamkubali sana Pablo, na hapa ndipo Pablo akapata wazo la kugombea urais ndani ya nchi ya Colombia. Mjomba akatoa rushwa kutosha, na kwa kupitia chama cha upinzani Pablo akapata nafasi ya kugombea ubunge, lakini ubalozi wa Marekani ukalikata hili swala. Nchi haiwezi kuongozwa na muuzaji wa madawa ya kulevya ambaye ni maarufu sana. Hivyo Jomba akaenda polisi na kutafuta mafaili ya Pablo ambayo yanaonyesha mwamba alishakukamatwa kwa madawa ya kulevya. Alafu wakavujisha hii taarifa kwenye vyombo vya habari, lakini hii document ambayo inaonyesha Pablo alishakukamatwa kabla hajafika bungeni, watu wa Pablo akaja hapa wakamaliza polisi na kuiba, kisha wakamtafuta judge ambaye alitoa hukumu kwenye kesi ya Pablo na yeye wakammaliza. Hivyo pakawa mna shahidi mwingine ambao unaonyesha Pablo alishakukamatwa. Hivyo Pablo akagombea ubunge na Mjomba akafanikiwa kushinda, ingawa alitoa rushwa nyingi sana. Lakini Pablo akiwa bungeni, waziri wa sheria akamumbua Pablo mbele ya umma. Mjomba akaonyesha picha ambayo inaonyesha Pablo alishakukamatwa na mapolisi, tena kwa kesi ya uzaji wa madawa ya kulevya. Escobar akasirika sana. Mjomba alivyotoka hapa akaenda kuongea na waandishi wa habari, na mwamba akasema hizo tuhuma ni za uongo, na hata akamtaka waziri wa sheria alete ushahidi ili athibitishe kitu ambacho amekisema. Waziri yeye hakujali kitu chochote. Mjomba akazidi kumchafua Pablo, kitu kilichopelekea baadhi ya vitu vya Pablo kutaifishwa na serikali. Pablo akamaindi kinoma, na hapa akatoa oda waziri wa sheria amalizwe. Watu wa Pablo akapiga kazi na waziri wa sheria akamalizwa. Serikali ikaona hapana, hapa ikatoa dola milioni 1 kwa mtu ambaye atamkata moto Pablo wauzaji wa madawa ya kulevya, na wao wakatafuta njia ya kupambana na serikali. Gacha yeye akachagua vita. Mjomba akaunda jeshi lake. Ramoni yeye akanunua muda kwenye kituo cha redio, na kila siku akanisema serikali tena vibaya sana. Pablo yeye akaandika barua kwa rais akimuomba wauzaji wa madawa ya kulevya ambao wanakamatwa wasipelekwe magereza Marekani, ila rais akalikataa hili, na mwamba akaliamuru jeshi liende likammalize Pablo. Ila Pablo yeye ana mashushushu wengi. Taarifa hii ikamfikia Mjomba, akateketeza ushahidi wote, alafu yeye na familia yake wakaondoka. Wanajeshi walifika hapa hawakukuta ushahidi wote, na Pablo pia hawakumkuta. Wajomba wakajipigia vyuko ambavyo vilikuwepo mezani. Wamba wana njaa vibaya mno. Mapolisi hawa kuishia hapa, Wajomba akafanya msako na akafanikiwa kumkamata accountant wa Pablo. Pia Wamba akaona risiti za miamala ambazo Pablo alifanya. Huu ni ushahidi tosha ambao unaweza kumfunga Pablo. Pia mapolisi hawa wakamkamata rubani wa Pablo ambaye alikuwa anasafirisha madawa ya kulevya, huku wakamtishia, na Mwamba akatoa kodi ya sehemu ambayo kiwanda cha madawa ya kulevya cha Pablo kilipo. Wajomba akaingia msituni kwa ajili ya kumsaka Pablo pamoja na wenzake, huku vita ikaibuka, na hapa Raman akakamatwa na kupelekwa gerezani huko Marekani. Taarifa hii ikazidi kuwavuruga wauzaji wa madawa ya kulevya ambao wanafanya kazi na Pablo. Pablo akaita wanajeshi wake na kaamuru walishambulie bunge. Wajomba akaingia mzigoni, na huku zaidi ya watu 100 wakakatwa moto. Pia Wamba wakateketeza mafaili yote ambayo yanamhusu Pablo. Hivyo sasa hakuna ushahidi mwingine. Wamba baada ya kumaliza kazi wakarudi kwa Pablo. Pablo akapatia kibunda chao, ila Mjomba bado akawakata moto, kwani anafahamu kabisa endapo akiwacha hai basi huko mbeleni watamgeuka. Pia Pablo akatoa dau kwa yeyote yule ambaye atamkata moto polisi, basi atawalipa kibunda. Pia Mjomba akapatia silaha hadi watoto wadogo, na Wamba akaingia mzigoni. Na katika hii operation zaidi ya mapolisi 1000 walipoteza maisha yao. Serikali ikatengeneza kikosi maalum cha kuwakamata wauzaji
madawa ya kulevya. Wajomba akiingia mzigoni na huko akammaliza Gacha. Pablo akaona hapana, kwani serikali sasa imechachamaa. Mjomba akaanza kulipua majengo pamoja na ndege, akiamini kabisa kwa serikali itatulia, ila serikali bado isikii. Pablo akaona kabisa kwa serikali haiwajali watu wake hata wakikata moto. Mjomba akaomba kuzungumza na rais, ila rais hakutaka kuelewa. Pablo akamkamata mtoto wa rais, kisha akamrekodi video, alafu akamtumia rais. Pablo anaamini kabisa kwa kifanya hivi rais atakubali kuzungumza naye na atatia amri yake, ila rais hakutaka kuelewa. Wajomba wakatraki sehemu ambayo wanaamini kabisa kwa mtoto wa rais atakuwepo pale, kisha wanajeshi wakaenda huko, na kweli kabisa eneo lilikuwa ni hili, ila huko kumkuta Pablo. Wanajeshi wakawakata moto watu wote ambao walikuwepo hapa, na kwa bahati mbaya mwanajeshi mmoja akamkata moto mtoto wa rais. Tukio hili likazua huzuni kubwa sana ndani ya nchi ya Colombia. Mtoto wa rais amekatwa moto. Pablo na wenzake wao wanasherehekea tu. Pia serikali imekubali kwa wauzaji wa madawa ya kulevya wakikamatwa hawatapelekwa tena Marekani, watafungwa hapa ndani ya Colombia. Pablo akasema baada ya mwezi mmoja kupita atajisalimisha na ataenda kutumikia kifungo kwenye gereza ambalo yeye amelijenga mwenyewe, na hilo gereza lina huduma kama nyumbani. Serikali ya Marekani ikaona hapana, kwani Pablo akaenda gerezani watakuwa wamemkosa. Wajomba akarudi kwa nguvu zaidi, na huku wakawarubuni watu ambao wanafanya kazi na Pablo kwa watajie sehemu ambayo Pablo yupo na wao watapunguzia kifungo. Wamba kuna sio kesi, wakataja sehemu ambayo Gustavo yupo, mtu karibu sana na Pablo. Mapolisi wakamsaka Gustavo na kweli kabisa kufanikiwa kumpata Gustavo. Mapolisi hawa wana hasira sana na Pablo, kwani familia zao ameziteketeza, hivyo wao wanamtaka Pablo kwa hudi na uvumba. Wajomba wakambananisha Gustavo na kumuuliza Pablo yuko wapi. Gustavo yeye hakusema kitu chochote. Mapolisi hawa wakakasirika na kummaliza Gustavo. Pablo baada ya kupata hii taarifa, mjomba akahuzunika sana, kisha akamzika Gustavo, na siku iliyofuatia Pablo akajisalimisha kwenye serikali ya Colombia. Hivyo mwamba akakamatwa na kupelekwa kwenye gereza ambalo yeye mwenyewe amelijenga. Hivyo anajua kabisa huko ni utawala tu, ataenda kushikama nyumbani mpaka atakapoachiwa. Na hapa ndipo mzigo ulipoishia. Yeye imekuwa ni good time sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hivyo nikushukuru sana mdau wangu wa nguvu, ila kabla sijaondoka nikwambie, kama ndio mara yako ya kwanza unakutana na channel, basi ujichelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza makengele ili wa kwanza kabisa kupata taarifa zote punde tu naposeka hapa. Pia pale Instagram mimi natumia Dula Kid mwana itafanya kupita pale na unifollow, na mimi nitakufollow back mwana kabisa. Ninazungumza hapa mimi naitwa Dula Kid. Asante na kwaheri, have a good time, enjoy, bye bye.